Assalamu alaikum, karibuni katika channel yetu ya Queen Shivah's Kitchen. Leo tutakuwa na upishi wa cauliflower fried rice. Unauona unapokuwa mtamu na ni mzuri, colorful na ni mtamu, tasty yani. Nimekula pamoja na chicken, lakini kwa kweli huwali bila kitoweo unakwenda na unashuka vizuri sana. Ni cauliflower fried rice. Kwanza nimeanza kuroweka mchele vikombe viwili, na mimi mchele napendelea kuukosha mara 2 au 3 mpaka nikimitia maji ya mwisho niwe nauona ule mchele. Kwa hiyo baada ya kutia hapo nimeukosha vizuri. Kawaida nafikisha kwa mikono miwili, lakini hapo na rekodi kwa nimefikisha kwa mkono mmoja. Unaona maji yake yanavyokuwa kama maji ya nazi. Kwa hivyo hapo namwaga na kosha mpaka na upata mchele kama hivyo unavyoona. Sasa nauona mchele wangu kwa vile nimeweka pembeni. Nimekata cauliflower pande 2, pande moja nimeliweka, moja ndio nitatumia kwa kufanyia upishi wangu wa leo. Tutakata vipande vidogo vidogo kama hivyo, na vizuri ukitumia la fresh kama hivyo, usitumie la frozen kwa sababu utapokanga litakuwa linatoa maji na tunataka liwe crunch. Kwa hiyo kisha nimeweka pembeni. Samahani video haikuonyesha yote, hiyo cauliflower nishaweka nusu ninayotaka. Ikisha nilikata pilipili boga kwa urefu kama hivyo, alafu nikakata na vitunguu maji pamoja na carrot nikaeka pembeni, lakini video siku record, nilikuwa najua na record. Kisha nimechukua kidari changu vidari 3 nimekata urefu kama hivyo, alafu nimetia pilipili. Ikisha nimetia na spices zangu nitaziorodhesha zote chini, na kisha tena marinate vizuri, nitaweka pembeni ili apate kukolea. Na hayo hiyo nilotia sasa hivi mwisho ni mafuta ya nazi ambayo nimetengeneza mwenyewe. Napenda sasa kutafuta kila kilokuwa healthy ndo kutumia. Kwa hiyo nimefanya mafuta ya nazi mwenyewe. Ikisha sasa hapo ndo nimetia na kumarinate kuku wangu. Nitaweka pembeni akishachanganyika vizuri. Baadaye nitakuja kumchoma kwa air fryer tu. Basi kisha sasa tayari unavyomuona ukakolea vizuri, na weka pembeni. Kwenye bakuli nimetia unga wa dengu vijiko vikubwa 3 na kidogo. Halafu nimetia spices zangu, thomu, na hii nimetumia, naipenda sana kutumia katika vyakula vangu, vinakuwa tasty kabisa. Na kisha nimetia na maji na kuchanganya. Nachanganya uwe mzito wa kiasi kama unga wa mkate wa maji, labda kidogo mzito, usiwe mzito sana kama wa bajia. Kwa utachanganya vizuri, changanyike yote. Usisahau kutia chumvi kwa testi yako mwenyewe, ili unaona hii itanitosha. Piga vizuri hapo, utachanganya vizuri changanyike. Na nimetia thomu, halafu tena nimenyunyizia paprika, ili nataka iwe rangi yake nzuri kama ya gold brown, lakini ukitia hii paprika zinazidi kuvutia rangi yake na pia unapata taste zaidi. Halafu sasa nimemimina zile cauliflower na kuzichanganya vizuri na lile rojo la unga, ili niweze kuzikanga. Inakuwa nzuri, zinakuwa crunch sasa na tamu hata ukizila hivi hivi ukishamaliza kuzipika. Halafu tena kwenye sufuria nimemimina mafuta na kutaka kupika. Wakati huu na kaanga hizi, huku nilikuwa nachemsha wali utauchemsha kama kawaida wa kumwaga maji. Kama mtu hajui kupika wali wa mpukute wa moja kwa kuchambuka moja vipi unapikwa, atanijulisha, nitafanya video nyingine ya kuonyesha jinsi ya kupika wali wa kuchemsha na ukamwaga maji na ukatisha, baadaye unatia mafuta. Nimeweka pembeni ukauke vizuri, na huku sasa nazikaanga. Na unapokaanga hizi unatia moja kwa sababu ukitia kwa pamoja ukazichota nyingi ukatia zinashikana. Kwa hivyo tia moja mpaka umalize. Unaona hizo nyingine hapo zimeshikana, kwa unatia moja mpaka umalize zote. Kisha sasa nazichuja ili niweze kuzitoa kila ilikuwa tayari rangi ambayo mwenyewe inanivutia, naitoa na zinakuwa zimeshakuwa crunch. Usizitoe ziko bado light, kwa hivyo zinakuwa bado ziko maji, kwa hivyo mpaka zikauke kama hivyo, kama unavyopika bajia za dengu. Kisha unatoa hizo zote mpaka ukimaliza. Tutamaliza upishi wetu kwa step ya mwisho iliyobakia. Wali ni mzuri sana sana, ukipika utaniambia.
Na hapo sasa nimeweka sufuria jingine, nimetia mafuta vijiko viwili ili kuweza kumaliza upishi wangu. Nimetia vitunguu hivyo nilivyokuambia nimevikata pamoja na thom. Takaanga vizuri vilainike tu, utakiwe viwe vyekundu au viwe naanza kupiga rangi, hapana, vilainike tu basi. Ikisha nimetia thomu ndio isaga, tatia thomu, alafu tena tutamalizia na pilipili boga pamoja na carrot. Hii ni fried rice ya cauliflower. Takaanga kama hivyo, moto mdogo mdogo ili vilainike, visiwe vimaji, yani vikatoa maji wala visibadilike rangi, vile vilainike tu. Alafu sasa tutakuja kumalizia hapo. Nimetia pilipili manga pamoja na bizari nzima ya unga ili kule badilisha rangi kidogo na kuleta taste ya chakula. Ikisha sasa unaona wali baada ya kuchuja nikaufunika ukakauka, hapo sasa naumimina wote ili tuweze kumaliza upishi wetu. Tutachanganya vizuri. Changanya kama hivyo unavyoona, changanya tu ili uchanganyike, rangi ya vegetable iingie katika wali kama hivyo. Ni very colorful na una spice nzuri sana na hata harufu unaisikia nzuri. Nimaliza hapo sasa, nimenyunyiza soya sauce vijiko viwili vikubwa ili kuzidi kupata kala na testi. Alafu sasa nimemalizia na zile cauliflower nilozikaanga. Hii unatia mwisho kwa sababu ukitia mwanzo zikipata ujoto zitalainika, kwa hivyo unatia mwisho. Alafu nimenyunyiza kotimiri lakini ilikuwa kavu, sikuwa na ile mbichi, yani fresh. Kisha baadaye tayari nimeepua. Hufuniki tena kwa sababu tayari kila kitu kishaiva, wali ulikuwa ushaufunika, ushakauka. Kwa hiyo sasa unapakua tu kwenye sahani yako tayari kwa kuliwa. Ni chakula kizuri sana sana. Jaribu alafu tuwekee comment vipi umependa na vipi umepika. Nitawekea recipe yote full ili kuwajulisha vipi nimefanya. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Shukran.